Tafadhali kaka unirudi. Maana kuna mgeni wake ametoka sasa hivi, sijui nimkimbilie. Hapana. Najua kila kitu kinachoendelea. Haina haja ya kumkimbilia. Nitajua mwenyewe nafanyaje. Chungu cha kijiji kinateketea moto. Vigogo wanagombana, hawali usingizi moto. Kidoti, shoga yangu, karibu sana nyumbani. Umeondoka, hujaniaga, sio simu, sio barua, sio salamu. Sina rafiki yoyote hapa kijijini zaidi ya wewe. Kwa ulivyoondoka, ndivyo hivyo ulivyonikuta shoga yangu. Kweli maisha tu, si unajua tunatafuta kwa niaba ya kesho yetu. Sawa, lakini rafiki yako ungeniaga tu, sio vizuri, sijapenda. Basi tena umeshaanza shukrani. Na pia ushukuru kwa sababu kuna mtu ambaye ndo nimerudi kwa niaba yake. Na si mwingine, ni shemeji yako. Nilijua tu. Oh, sio. Bila shaka ni mzima wa afya. Mimi mzima. Vipi? Kakako nimemkuta? Hilo swali ambalo wewe unaniuliza mimi natakuwa nikuulize wewe. Kwa sababu muda mwingi wewe ndio uko naye. Ila shoga yangu, kweli shemeji hayupo hapa kijijini. Lakini usikate tamaa. Kama Mungu amepanga mwe pamoja, atarudi tu hapa kijijini. Kikubwa matumaini yako na maombi yako, ipo siku atarudi. Nashukuru sana shoga yangu. Pia asante sana kwa kunitia moyo. Hii inanitia nguvu na nafahamu fika kwamba uko pamoja na mimi. Shoga yangu, hata usijali. Wewe ni rafiki yangu, hata kama ulinikimbia, sina kinyongo na wewe. Nakupenda leo, mpaka na kesho, mpaka na miaka yote. Acha. Kazi zake nyingi sana wewe ndio huo unazifanya. Hivyo basi, naomba uniambie kakaangu yuko wapi? Maana nahitaji nizungumze naye. Siwa. Mbona kama ugomvi? Mbona kama una hasira? Wakati mimi nimekuuliza tu kawaida. Sio hivyo bana. Ndio hivyo. Na siku nyingine usijisumbue kuniuliza maswali ambayo majibu yake unayo. Yo
Juanume Machili. Machili. Londola. Karibu sana. Karibu sana. Na nikuombe samahani. Nimekuita hapa. Nina jambo maalum. Nahitaji kuzungumza na wewe. Hilo jambo linanisumbua kichwa sana kwa muda mrefu. Hivyo basi, nahitaji nishirikiane na wewe kutengeneza hili jambo. Na ndio maana nimekuita hapa na si vingine. Sasa basi, hilo jambo linahusiana na mazingira yetu, na ndio maana nimekuita hapa kimazingira yetu. Nisikilize kwa makini ili upate kunielewa. Kuna kitu ambacho kinaumiza kichwa, hakiko sawa. Kuhusiana na mdogo wangu. Mdogo wangu kapotezwa kwenye njia za kishirikina, na hivyo basi nahitaji mdogo wangu arudishwe haraka sana iwezekanavyo. Abaki hapa kwenye kiganja changu. Mume wangu. Shaniutia naondoka tena. Ndio, hapo mbona wewe mapema? Nilikuwa natoka kidogo, make Salumu kanipigia simu hapa, nikasema ngoja nikakutana naye mapema. Basi, lakini mume wangu kuna jambo mimi nataka nikwambie. Jambo gani? Mkono na mtu mwingine. Juanume, nimekumanya. Ila kuna kitu nataka nikifahamu kutoka kwako. Ni zawadi gani utaonipatia? Ondoa hofu. Usiwe na mashaka. Siwezi kukupa kazi pasipo kukuandalia zawadi. Mimi ndo Makayamba. Nadhani sio mgeni wako. Unanifahamu vizuri. Sasa basi, nahitaji unifanyie kazi kwa weledi mzuri kabisa, na hatimaye nitakupa watu wasiozidi 3. Juanume, acha nitende maengo. Najua nitafanikiwa tu, ila usije ukanigeuka. Umenimanya? Usiwe na mashaka na wala usiwe na wasiwasi.
Kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, kufuata kauli yangu. Nafahamu kwamba wewe ni mtendaji mzuri sana kwenye kazi hizi, na ndio maana nimekuita hapa na si vinginevyo. Nilete mdogo wangu, zawadi yako ipo. Sawa, nimekuelewa. Acha nitende maengo, utakufanyia kazi zako. Kuwa makini sana, unilete mdogo wangu, kwa sababu hii kazi nakupa wewe. Nafahamu kwamba wewe hii kazi unaiweza, na wewe ni mnunuzi wa hizi biashara, na ndio maana sina mashaka na wewe. Hivyo basi fanya kuwe ready kwa haraka sana, kwa sababu sifahamu mdogo wangu anapitia mateso kiasi gani. Kilijenga hilo, utaenjoy na matunda kwa kazi uliyoifanya. Kuhusu lile swala, kwani usio unatuma tu hela? Kwa sababu unajua mjini tunaacha kazi nyingi. Kwa nikwambia kitu kimoja, mke wangu, umeona jinsi walivyo. Yaani endapo mimi nitanyanyua mguu wangu nikitoka kwenda mjini, hapa hakuna chochote kitakachofanyika. Umeelewa? Sasa nachokuomba tuvumilie japo kwa wiki kamoja, tulimalize hili alafu tuondoke. Sawa? Sana nimekuelewa, lakini usichelewe bana, turudi mjini. Nikutoe shaka. Sawa? Hatutochelewa, nalifanya hili kwa haraka zaidi. Sawa mke wangu? Basi, nimekuelewa. Bye. Hai. Mwambie nimetoka akili. Lapa Kibona jua nume Machili, naona sasa ushakuwa mzoefu mpaka unasahau kazi ilokuleta. Hata hizo zana hauleti kwa wakati, umejisahau au ushasahau mama yako alichokwambia? Najua ninachokifanya. Pia nakumbuka uliniambia nitafute watu wenye nguvu ili niweze kujaza bakuli. Sasa watu ninaokutana nao wananizidi nguvu. Za saizi? Salama kwema? Kwema. Habari yako? Salama. Ndio maana nashindwa kujaza bakuli kwa wakati. Lapa Kibona, sisi hapa hatujaja kujenga urafiki wala kuweka ujamaa. Tupo hapa kwa ajili ya kazi. Jinsi gani tunaweza kukipata chungu. Kwa upande wangu sina mashaka, kwa sababu tayari nishapata njia kwa Bi Migomba. Sasa nahitaji lita 2 uniletee ili tuweze kuondoka. Umenielewa?
Ndio, nimekuelewa. Bi Mgomba, ujio huu nimeagizwa na mkuu wangu. Kuna mambo mawili anahitaji kuyafahamu, tena kwa haraka zaidi. Jambo la kwanza, anahitaji kumfahamu mlisi wa chungu kwa sasa, kwa sababu kwa umri aliokuwa nao mzee Msisili, lazima tu chungu kitakuwa kimeshamchagua mlisi. Swali la pili, na anahitaji kufahamu jinsi gani atakavyokipata, na hata kama atakavyokipata, jinsi gani atakavyoweza kukitumia ili aweze kukuacha ukiwa huru. Sawa, ila mimi wewe siwezi kukueleza chochote. Nilikuwa namhitaji haje mwenyewe, na kama kuna uwezekano mlete, nitamweleza kila kitu. Sawa? Sawa, hilo halina shida. Chungu cha kijiji kinateketea moto. Vigogo wanagombana, hawali usingizi moto. Biashara za misukule zimekisi kabisa. Vijana hatuoni, wamewindwa na wazee wa kijiji. Uchawi ndio mkakati, maendeleo yamepotea. Mapenzi yanaumiza, furaha imetoweka. Nani atakuja kutuliza kijiji? Kijana tuliyemtegemea amekwenda mdandane. Kijiji chetu kilikuwa na amani na furaha. Sasa chungu kimejaa sumu, moto unateketea. Wazee wanakaa mezani, wanapiga kelele na hasira. Wanapigana kura, wanapigana madaraka na jori. Vijana wamepotea barabarani, wanalia kwa uchungu. Wazee wanaowinda wanasema huu ni hatari kwetu. Biashara ndogo ndogo zimefungwa milango. Misukule imekufa, kuna tena hela ya kuendelea. Chungu cha kijiji kinateketea moto kama hapo juu. Uchawi umekuwa kazi badala ya kujenga shule. Wanatumia sumu na mizigo badala ya kujenga daraja. Mapenzi yamegeuka sumu, wanaachana kwa jeuri. Mpenzi anakuacha leo, kesho anasema ni uchawi. Furaha imepotea kabisa, kijiji kimejaa kilio. Watoto wanalia njaa, wazazi wanalia uchungu. Kijana aliyekuwa tumaini, aliyekuwa mwangaza wetu, amekuwa
wenda mlandane, wazee wanaogopa chungu kama moto. Kijiji changu, nani atakaye kutuliza? Tumekwisha kukaa kimya, wakati wa kuamka umefika. Chungu kikipatika na mtu mwenye moyo safi, tutakwisha kuishi, tutarudi kwenye maendeleo ya kweli. Vijana simameni, msikubali kuindwa tena. Wazee waoga uchawi, sisi tujenge maisha mapya. Chungu cha kijiji kinateketea moto, lakini sisi tunaweza kukizima. Tukishikamana, tukifanya kazi pamoja, nani atakayeweza kukituliza kijiji? Sisi sote, sisi vijana na wazee wa pamoja.